una shida gani? Unanigusaje yani? Nakuuliza unanigusaje? Hivi unajiona hivyo ulivyo? Kuanzia juu mpaka chini na hilo loba lako. Mtu mwenyewe mchafu kwanza unanuka, sijui umetoka kuokota mikopo yako huko afu unanigusa. Unanigusaje? Hivi unajua hiki kijana nimenunua bei gani au nimekipataje? Giza limeingia, hakuna matumaini. Nateseka peke yangu, maisha yamekuwa magumu. Wewe, tulia. Tulia, msogee kwanza, sogea. Wewe una shida gani? Unanigusaje yani? Nakuuliza unanigusaje? Hivi unajiona hivyo ulivyo? Kuanzia juu mpaka chini na hilo loba lako. Mtu mwenyewe mchafu kwanza unanuka, sijui umetoka kuokota mikopo yako huko afu unanigusa. Unanigusaje? Hivi unajua hiki kijana nimenunua bei gani au nimekipataje? Ni kweli dada yangu, lakini mimi sikukusudia kukugusa na makopo yangu. Nilikuwa napita tu kwa bahati mbaya nikakugusa. Naomba unisamee. Nikusamee kitu gani? Wewe njia huko kote hujaona mpaka uje kunigusa mimi. Hujaona njia huko? Huyu ni binadamu, anakosea pia, na ukiangalia ameshakuomba samahani. Kumwache tu, ni bahati mbaya. Binadamu? Hivi kwenye makundi ya binadamu huyu naye yupo? Hebu muangalie juu kwa mbele, kuanzia juu mpaka chini, zewe alivyovaa tu na hayo makopokopo yake. Ana hadhi ya kuwa binadamu huyu naye? Eti wewe una hadhi ya kuwa binadamu? Hivyo unavonuka hivyo na hayo mikopokopo yako, una hadhi ya kuwa binadamu? Sijui umeweka makopo, sijui umeweka vitu gani vinavyotoa harufu kiasi hicho. Mtu mwenyewe kwanza unanuka. Una hadhi ya kuwa binadamu wewe? Usimwambie hivyo bwana. Amekuomba samahani, msamee, mambo yaishi, ni bahati mbaya tu imetokea. Bahati mbaya? Yaani bahati mbaya, sielewi hiyo bahati mbaya vipi? Hivi njia yote hiyo hajaona mpaka amekuja kunigusa kama sio kutiana nuksi sasa hivi. Hebu twende. Sawa. Yaani wewe. Bana, Unajua nini Tifa anazingua sana, haeleweki, yaani mpaka anaishiwa mudi sasa.
haeleweki anataka nini. Mimi nipo kwa ajili yake lakini hanielewi. Hebu jaribu kumwambia basi aelewe kwamba mimi nipo na namhitaji. Unajua rafiki yako anazingua kinoma. Mimi nimekuelewa shemeji. Tifa nitaongea naye. Unajua tena demu wako sasa hivi akili zake kama amechanganyikiwa vile. Lakini hilo swali madam nimefika kwangu, hata usijali, kila kitu kimeisha. Sio kuchanganyikiwa, yani sijukoje sasa hivi. Anashindwa kuelewa fursa. Hizi ni fursa ujue. Kikosa fursa kama hii imepita hivyo. Kwa ongea naye bwana. Ongea naye. Mimi zawadi yote mimi nitakupatia. Afu je nitakupatia zawadi gani ukiongea naye? Ukifanikisha. Kwangu kabisa yani. Nakupa zawadi moja kubwa, moja zawadi kubwa. Sasa hapo kwenye zawadi hapo ndo napataka. Nitakupa zawadi fulani, zawadi kubwa, moja zawadi kubwa. Ila sasa ndo bako fanikisha, yani mwelekeze mazingira, mwambie plani au sio? Ana plani na wewe, ana plani nyingi na wewe. Lakini sipomwambia kama hivyo hata kuelewa. Wewe mbandikizie maneno ya uongo na kuelewa, si unaelewa? Pitisha chumvi nyingi yani ongeza udambu. Si unaelewa ji? Kuhusu hilo tu. Hata haina haja hata kunielekeza sijui niongeze hiki. Mimi unavonijua. Maneno mengi. Mwenyewe mbona utapenda hata kuja kwako mwenyewe kwa mguu wake atakuja. Sasa hayo ndo mama. Leo sisahau zawadi. Oho, shika simu yako. Shika ndo ya zawadi. Kondo hivyo rafiki yangu. Wewe bili naye akikubali. Unajua tena mimi vitu vyangu vile. Najua tu lazima nitakutana naye. Aishi siku sijakutana naye. Poa basi. Atakuja tu hata pale maskani, mimi nitaongea naye. Au sio? Poa basi tunzetu, au sio? Fresh. Makesinga kuacha hapa tena ukajuka pitiwa na mwewe, watu wakasema maplani kamwacha pale si nani kapitiwa na mwewe. Tuondoke bwana. Samahani kakaangu. Mimi nimekuja hapa ili kuweza kuongea na wewe kwa ajili ya kukuomba radhi kwa lile tukio lililotokea. Kiukweli sikulipenda. Japokuwa ni rafiki yangu ndio, lakini sikupenda kitu ambacho amekifanya, kukuletea dharau, kukukashifu. Kwa hiyo nimekuja kukuomba radhi kakaangu. Sisi watu wa hali ya chini ni watu ambao tunadhalilika sana. Yaani watu ambao tunaonekana hatuna utu katika watu. Sababu siku ile alisubutu mpaka kuniambia kwamba mimi sio binadamu. Mimi sifai kumgusa yeye. Lakini nilimuomba msamaha. Baada ya kuonesha utu kwangu. Hakunisamini hata utu wangu na kisha hanikashifu na kuniambia kwamba mimi nanuka. Niliumia sana mimi kama binadamu. Kwa sababu yote ananichukulia kwamba mimi kula yangu mpaka niokote popo. Mpaka mtu anywe maji adondoshe poko mimi ndo nile. Napitia mazingira magumu sana. Ni kweli kakaangu, najua kitu unachokisema ni sahihi. Amekutoa utu wako, amekudhalilisha sana. Mimi nafahamu kila kitu. Kwa maisha unapitia ni magumu, lakini pia kisho chokifanya rafiki yangu si sahihi. Ndio maana nikaja kuomba samahani. Sababu imenibidi nitangulie mimi kuomba radhi kwanza, kisha naye afuate. Kwa sababu nitazungumza naye nitakuja kuomba samahani. Kwa hiyo nakuomba sana kakaangu, utuie radhi kwa kitu ambacho kimetokea. Hicho ulichokiongea na ulichokitamka umekitamka wewe. Lakini hakijatoka kwenye kinywa chake. Alafu kingine, yeye alisema kwamba mimi sio binadamu. Anawezaje kuja kumuomba samahani mtu ambaye sio ni binadamu kwake? Kwa sababu mimi ananichukulia kama nguruwe ambaye hana zizi la kuishi. Sikia kaka, nikwambie. Naomba usiniguse. Wewe uhisi kama mimi nanuka
au mimi mchafu ndakuchafua? Hapana kakaangu, mimi silihisi hilo, lakini nachokuomba tu utusamee kwa lile tukio ambalo limetokea siku ile. Msamee sana rafiki yangu, na atakuja kuomba radhi. Mimi wala sina kinyongo na nyie. Pia wewe ndio kamfikishie taarifa kwamba mimi nimeshamsamehe. Basi sawa, nakushukuru sana kwa msamaha wako. Uwe na siku njema. Samahani kama nitakuwa nimekupotezea muda wako. Unajua Tifa, mimi nimekuwa nikikufuatilia sana. Kwa hiyo ningependa leo uniambie tu kweli. Vipi kuhusu mimi? Sikia Maplan. Niache. Usinifuatilie. Nipotezee. Unajua nini Tifa? Lengo langu ni lile kila siku na kukuambia kwamba nakupenda. Unajua mimi nakupenda sana. Lakini nashangaa, wewe ombi langu lisikilizi kabisa yani. Wewe ulikuwa umesema na yule chizi na mlikuwa mnaongea pale. Hivi wewe kuongea kwanza? Wewe. Kwani yule ana kasoro gani? Eti. Yule ana kasoro gani? Si ni binadamu kama ulivyo wewe. Kwani unaanza kumbagua? Eti. Kwa nini? Amekosa kitu gani wewe? Hivi unakaa na mtu ambaye mchafu, haogi, anazoa matakataka. Hivi kweli unaona kabisa ni mtu ukana watu kama hao? Wewe ukana watu kama sisi hapa. Usielewa. Pesa zako, ubisho wako, kuglow kwako mimi hakunihusu. Nipotezee. Usinifuatilie kwenye maisha yangu. Lakini mimi nakapenda. Yaani yule chizi ndo anafanya wewe ukae mbali na mimi yani. Poa. Ya nitakupata tu. Yaani kama yule dogo ndo anafanya anikatae, mimi nitamuonesha tu. Wewe nini wewe? Mimi nakupenda kinda Tiso. Ndiyo rafiki yangu. Leo nimekutana na ule kaka. Nimekutana naye, nimekaa naye chini nikazungumza naye, nimemwomba samahani kwa kitu ambacho kimetokea siku ile. Kiukweli ulichokifanya siku ile sio kitu kizuri. Kwa mimi nimeenda nimeongea naye nimemwomba samahani. Na wewe unatakiwa uende ukamwombe samahani maana ulimkosea sana. Hivi unakisikia unachokiongea wewe? Kwa nini? Yaani mimi ninyanyuke niende kumfuata ule chokolani kaombe msamaha. Hivi kati ya mimi na yeye nani wa kumuomba msamaha mwenzake? Yaani yeye ndo anatakiwa atoe huko baraka zake alikotoka huko, kule alikotokea ndo aje aniombe msamaha mimi. Na yaani kwanza nini niseme sihitaji msamaha wake. Kiufupi ni ananuka. Asije akanitilia shombo na mimi nikaanza kunuka hapa bure. Kwani unakuwa hivyo lakini? Kumbuka yule ni binadamu na umemkosea sana, umemdhalilisha vya kutosha ile siku. Yaani nikwambie tu kiukweli. Kama tupo kinajio wawili, mimi sielewi. Huyo mwingine ndo ataenda kuomba msamaha, lakini mimi jini najitambua mie na unaniona hapa. Sinyanyuki wala siendi kokote kuomba msamaha. Sijui unanielewa? Yaani hapo unavyoongea ni sawa na vinaingia huku vinatokea huku. Siendi kokote kumuomba msamaha wala babu yake msamaha sitaki. Kumbuka yule ni binadamu. Na mtu sio nyau wala mbwa, rafiki yangu. Si unaelewa? Kitu unachokifanya sio sahihi rafiki yangu. Tifa. Na wewe pia kama umechoka kukaa hapa, unaweza ukanyanyuka ukaenda kwa huyo bwana wako huyo, Mokota Makopo.
Ji, ina maana umefikia huko? Ndugu yangu Sikofiti, siendi kumwomba msamaha huo, siendi. Sawa. Sasa unaenda wapi? Giza limeingia, hakuna matumaini, nateseka peke yangu, maisha yamekuwa magumu, baridi inaniuma, hamu yako mbavu zangu, ndoto zimefifia, maisha hayani mazito, nalia mbele yako, nataka kukimbia. Oh, sikiliza. Dogo nanuka. Unatema sana. Oh, asikia. Nataka nikwambie kitu kimoja. Kaa mbali na mwanamke wangu. Kaa mbali na demu wangu, pisi yangu. Si umeelewa? Unanielewa? Unajua bro, mimi unanichanganya kwa sababu umeniita nimesimama hapa. Alafu vitu unavyoniambia mimi sikuwahi kuvifikiri na wala havipo katika akili yangu. Ni mwanamke yupi ambaye unamzungumzia wewe? Wewe acha kujitofahamu. Simekupita pale ulikuwa umekaa na mwanamke. Au hujaniona? Mlikuwa mnaongea sio mnaongea utumbo gani? Oh, asikiliza. Yule ni mwanamke wangu, kaa mbali naye. Si umeelewa? Nitakuja nikuchafue. Wewe ni kama takataka tu, unakaa kwenye takataka. Sawa? Kaa mbali na demu wangu. Yule ni wa kwangu mimi. Wewe una hazi ya kuwa naye. Kwa hazi gani uliokuwa naye? Unajua yule mwanamke mimi alikuja kwa ajili ya kuniomba tu msamaha. Lakini hakukuwa na kitu kingine chochote ambacho kinachoendelea. Alafu kingine, hakustahili kunitolea maneno ya shiti kama hayo. Yaani akombe msamaha wewe. Kwa kitu gani? Kwa kipi chokuwa nacho akombe msamaha? Wewe vipi wewe bwana? Kwanza wewe nani? Hadi akombe msamaha. Wewe nani? Ashinde kuomba watu kama sisi msamaha, Akuombe wewe. Wewe kama nani wewe? Kwanza wewe nani akuombe msamaha? Wewe kama nani? Wasikiliza. Achana na yule mwanamke. Jikatae. Jikatae basi, Nimevimba. Kama najiweza kweli. Huyu. Usipomtisha nikamwonyesha kama mimi ni mwamba, hawezi akamwachia yule demu. Koja. Tutafika tu. Easy. Kaka samani. Toka kule na kuita unitikii na kwambia usimame. Kwani kuna shida gani? Sikia nikwambie dadangu. Katika maisha kunahitaji sana uhuru. Na bila amani hakuna uhuru. Kwa hiyo mimi maisha yangu yanahitaji sana amani ili niweze kupata uhuru. Na wewe umekuwa ni mtu wa kikwazo katika maisha yangu. Napitia wakati mgumu kwa ajili yako. Napitia shida nyingi kwa ajili yako. Naomba ukae mbali na mimi. Lakini kwa nini? Mimi ni mtu nayeonewa kila mara. Ni mtu ambaye nayefedheheshwa kila mara. Nilifuatwa na mtu wako. Kisha akaniambia kwamba nikae mbali na wewe. Lakini mimi sipendi hivi unavyonifuatilia. Unaniweka hatiani. Napitia wakati mgumu. Naomba ukae mbali na mimi dadangu. Usema ukweli, mimi yule sio mtu wangu. Na wala sina mpenzi. Baba, mimi nijazie kitu hapa. Ina maana yeye ameshindwa watu wengine wote kuwafuata zaidi yangu mimi. Na kwa nini iwe mimi? Kila mara awe mtu wa kunisumbua mimi. Lakini sio kila kitu unachoambia ni cha kutilia maanani. Kwa nini sasa yule mtu wako anifuate mimi na kuniambia kwamba wewe ni mtu wake? Nikae mbali na wewe na kunitishia mimi. Mimi huyo mtu sio mtu wangu kabisa. Na wala sina mahusiano naye yoyote. Kiufupi tu nikwambie jambo moja. Naomba ukae mbali na mimi.
ili tu niweze kuwa na maisha yenye amani na uhuru. Kaa mbali na mimi. Basi sawa, lakini naomba uchukue hii simu kwa ajili ya mawasiliano, maana huwa unapata shida sana kutafuta. Chukua. Kuna namba hapo imeseviwa Tifa. Si unajua kusoma? Ndio, najua. Basi sawa, tutawasiliana. Yaani wewe mimi nakufukuzia muda wote wewe afu unakimbia kimbia. Oh wadogo. Yaani mimi nakuita muda wote unisikia. Kwanza umenichosha. Unajua umenichosha? Sikia. Nipe hiyo simu. Simu gani unayozungumzia bro? Nipe simu aliyokupa ile demu. Mimi sina simu. Unajua wewe unataka nitumie nguvu au sio? Sikiliza, nitakupasua. Unaje kukupasua? Oa, nitakupiga ngumi moja takatifu ambao utaisahau katika maisha yako. Situmeelewa? Unaona mwili? Unanionaje kwanza? Nitakubutua. Leta hiyo simu. Sasa bro, mimi simu hujanipatia wewe. Sasa inakuwaje nikupe wewe? Oa, jisahau. Jisahau mimi nani au si? Sikiliza. Sasa kutumia nguvu, nipe simu. Ngoli mimi itakuwa nguvu. Nipe simu. Bobo naona wala ananitia masiara. Alete simu. Oa. Achana yule mwanamke. Bila hivyo nitakupasua. Mbona? Dogo unaoga hata siku moja moja. Sasa hapa mimi ni muamini nani? Maana kila muda nimekuwa mtu wa kufuatiliwa. Nikienda huku majanga, nikirudi majanga. Hata sijui nani wa kumwamini. Alafu isitoshe, yule mwanamke anasema kwamba huyu jamaa sio mtu wake. Na huyu jamaa anasema kwamba yule mwanamke ni mpenzi wake. Wa kumwamini ni nani hapa? Wewe tambo ili mimi 700 na. Vipi mdogo wangu, mbona unajamba vitani wewe? Oh, sio poa mjomba, nimeona sura ngeni afu sizielewe maisha ya kibinadamu. Sio zeni ni hapa. Oh, anaona kama mimavi mwanangu. Sasa acha mapepe, unakuja taratibu, unajamba vitani vipi, unashtua maadui wewe mdogo wetu. Piga chini basi. Sikonga vipi kwanza? Da. Maisha shule ndo sielewe kabisa, ni maisha kibinadamu, bora ni ibwage tu tunajua. Kama vipi fresh yenye mdogo wangu, mimi nakupa wewe, nakupa kibegi ile, unakimbiza kazi. Unajua ile shule noma. Ukiwa na kibegi ambaye unakimbiza, kwa siku cha 10 ukosi noma. Maisha kisadali au si? Sasa unatakaje mdogo wangu? Sio tunapoteza muda tu mdogo wetu wenyewe. Balini ndio maana kukubali masikombiso wangu. Au vipi? Wewe ndo kakaangu mkubwa, saluti. Sinajua zile. Hilo.
Mmoja kutembeza sari za vijola nini? Hamna, msiwe na shaka, nipo mwenyewe tu. Kuna mchongo nimewaletea. Chongo kweli au mmoja kutucholesha? Si dakika mbili tuenze mbele. Sije kama mchongo kimavi hapo afu tunakunya maisha ya binadamu inakuwa zeleo, usinajua. Kuna mtu kaenzingua. Kwa hiyo nataka umfanyie chochote kile. Sasa wewe unatakaje? Tumfokoe, tumpindishe, tumzike. Yaani kwa ninavyoona mimi ikiwezekana ni hata mkimpoteza kabisa asionekane. Au si? Imeisha hiyo hapo, akili mbili, sura mama mfarume Masela. Wewe, sasa tuchekelei. Sawa, sisi wachekelea maovu. Au unasemaje dogo Kilaka Meja? Baba. Ba Yoda anatoa hapa Kilaka. Choma naye wewe msikilize kwanza unatoa mingapi hapo. Sasa michongo minoti ipo. Haitakuwa mieyusho, nyewe maizeni kazi ila ipo. Ushindwe wenyewe tu. Baridi sio tunamaliza kazi na kuwa uchawi maisha kweli ya ukamu na kufanya kimavi ujue, si akili mbili. Haitakuwa hivyo. Au vipi? Toa information inaendaje hapo watu luke chapo. So mnene sana wa kawaida. Mrefu. So mrefu sana yaani size ya kati. Mweusi. Sasa dogo kila senata naye namtuma nampindisha namtia kwenye kibegi chapo tu mtu mmoja kumbe mfupi sijui nini. Sikiliza. Baridi. Chukua hata mikolo yangu tukirudi tuchezeshe hapo kama vipi. Nampiga kisu cha mnyelo akinya jitoneshe, sinajua. Ende kuandika mikolo yangu wewe. Hapo natumbona. Baba tu tia tamaa michongo tamaa mimbala kama hivi vipi tena. Yapo hiyo. Save SK hapo. Sawa. Alafu usije kenyeji kama hivyo. Unatoa ngata simu. Nimeelewa. Walidi masikombisi. Toto atuchukuliaje wewe? Sema show kali, shapata kali, hauna ukali au vipi? Sikiliza. Twende tukampendeshe. Baridi jembe juu. Dua. Najua umeniambia kwamba nisikufuatilie, lakini nilikukabidhi simu kwa ajili ya mawasiliano. Vipi, mbona upatikani? Ni kweli kwamba ulinipatia simu, lakini mtu wako alinifuata na kuninyang'anya, na bado akaendelea kusisitiza kwamba mimi nikae mbali na wewe. Msimamo wake bado ni ule ule, hahitaji kuona mimi na wewe tukiwa karibu. Kwa hiyo ningependa tu kwamba wewe ukae mbali na mimi. Lakini kwa nini huyu mtu anapenda kunifuatilia? Yaani kila kitu ninachokifanya kwako lazima naye awe nyuma kwa ajili ya hilo. Nawe nimesha kuelekeza kwamba mimi yule sio mpenzi wangu, lakini tu unashindwa kunielewa. Basi sawa, mimi mtu nitakabiliana naye. Shedi, najua hutaki kunisikiliza, hata kuniangalia pia. Je, ni masikio ndo anasikia au macho? Sio ni haja kukuangalia, unaweza kuongea ambacho umenitia. Unajua fika kabisa kwamba mimi nakuhitaji Shedi. Nakupenda. Licha ya kwamba mimi najua unachokifikiria wewe kwenye moyo wako. Lakini basi jaribu kunisikiliza hata mimi. Jaribu kuifikiria nafsi yangu pia. Hivi je, ni mara ngapi nimekuambia kwamba sina hisia na wewe? Na ukizingatia Mo ndo nachagua sehemu sahihi. Wewe si sehemu sahihi, sio sehemu maisha yangu. Sasa kwa nini niforce kuwa na wewe? Alafu ingine, wanaume mbona hapo wengi? Kwa nini mimi? Yupo ambaye mimi namhitaji na si wewe. Ni sawa. Wewe yupo ambaye umemchagua wewe. Vipi kuhusu moyo wangu? Vipi kuhusu upendo wangu kwako? Ni mwanamke gani ambaye anaweza kuvumilia kuona boyfriend wake ana wanawake wawili? Wewe kuweza? Okay, tufanye wewe unaweza. Vipi kuhusu yeye? Unadhani atakubali? Labda nikwambie tu kitu kimoja. Maisha yangu yanamhitaji ambaye mtu ambaye namhitaji na si wewe. Wewe si sehemu ya maisha yangu. Jaribu kunielewa. Alafu
Mbona wanaume wako wengi? Kwa nini mimi? Why mimi? Jaribu kuangalia. Alafu control hisia zako. Mimi yupo ambaye namhitaji na ninampenda sana. Jaribu kuelewa neno langu ambalo nakwambia. Sikuhitaji G. Sikuhitaji, yupo ambaye nampenda. Nielewe basi. Hakuelewa Shedi, lakini naomba ufikirie kuhusu hilo pia. Nifikirie nini? Nini ambacho nataka nifikirie tena? Ni mara ngapi sasa hivi tunaongelea swala? Sasa nifikirie nini? Na ni swala ambalo tunaliongelea kila siku, unanikutanisha na yeye, tunakutana tunaongea swala hilo hilo. Lakini sioni mabadiliko yake. Nimeshakwambia sikuhitaji, jaribu kunielewa. Yupo ambaye namhitaji. Kwa nini wewe? Sina moja kukufikiria sasa hivi. Neno langu la mwisho ni kukuambia kwamba sikuhitaji. Yupo ambaye nampenda na si wewe. Giza limeingia, hakuna matumaini. Nateseka peke yangu, maisha yamekuwa magumu. Hivi ndugu yangu. Oya. Wa kweli mwenye shibe amjui mwenye njaa. Ina maana yule mtoto unamwacha hivi hivi kabisa. Unamzungumzia je? Unajua Mondo kila kitu. Na hisia ndio waga zinachukua mtu sahihi. Si sehemu ya maisha yangu. Ndio maana naona yote yanatokea. Hata kama wewe acha masiara. Yule mtoto mzuri yule. Tuachane nayo. Niambie ndugu. Kama kawaida. Sema siku mbili hizo sija kucheki, ila nitakucheki tu mwanangu, sio mambo mengi. Imeisha familia. Poa. Giza limeingia, hakuna matumaini. Nateseka peke yangu, maisha yamekuwa magumu. Kweli inaniuma, hamu yako mbavu zangu. Vipi mdogo wangu, kila unajamba vitani tena? Blaza huyu. Kakaangu ujue. Blaza vipi unajamba vitani, unashtua maadui mdogo wangu? Kwanza ngoja. Kwa hiyo mchongo wenyewe kwamba tukamkinde tukamponde ndo huyo. Huyu kama ndo tulivyoelekezwa au sio? Huyu ndo mwenyewe, mfupi, mweusi au sio? Kama chizi mtu mwenyewe au sio? Afu sikiliza mjomba. Unapokuwa unaongelea tanteli la popompo kuwa makwini ujue. Huyu brother wangu sio unamuita chizi, maisha ya kibinadamu unakuwa unafeli ujue. Au mnamchukulia baridi kisa kavaa hizo nguo? Au vipi? Huo ugumu wa maisha tu brother wangu, maisha ya kibinadamu kwenye kutafuta riziki, unajua zile. Mimi mwenyewe sio kama napenda kuishi maisha yake sikombiso. Unajua? Mchongo wa hela, mimi natafuta hela brother, mimi sipendi kuishi hivi brother. Unajua zile. Da. Bali mdogo wangu kila tushafeli hapo. Sema nini? Dakika za mwisho mchumba kafeli. Mimi namkimbia ujue, maisha ya kweli namsomea kesi ujue, maisha ya kibinadamu. Sikiliza. Brother wangu ana mbele wala nyuma, kamkosea nini yule pale yule masikombiso? Sikiliza mdogo wangu. Yule dem kafeli. Mimi sijajua kama blood yako au sio? Au sijategemea mwanangu. Brother. Jichenge. Jichenge hapa yenyewe tayari. Watu washajamba, jichenge. Kwa kakaangu ana mbele wala nyuma, watu wanampangia mipango askari wangu. Situngemuua mwanangu. Mbona kama hivi sasa askari wangu? Afu demo anakuja anaelekeza kabisa mpindisheni. Sikia. Jichenge mfuate blaza. Kama elekeza yenyewe tumefeli hapa. Wewe unajua mwanangu. Mwanangu umefaganzi hapa, sina la kufanya, imeshia. Baridi mwenye masikombiso kaza. Mfuate blaza mwelekeze, tumefeli hapo. Sema baridi. Ya mchumba mimi namsaga askari wangu. Kama kamkosea nini sasa familia yangu? Mimi kamzimisha kitofa kimoja tu mwanangu le pale. Sasa mdogo wetu kila shapoteza hela bebe. Hiyo zile tunamtoa kafara au anaweza kwenye Freemason mwanangu, na afagilia ndumu mwanangu.
na kusikiliza. Najua umeniita kwa ajili ya kunipa jibu langu la hakika. Hivi wewe unaweza kuniambia kwa nini umemchukulia yule kijana ile simu? Simu? Hebu acha masiala basi. Yaani mimi nichukue simu? Kwa shida gani? Yaani simu gani kwanza unazungumzia? Angalia, hebu angalia. Mimi na simu hii hapa. Hebu acha hizo bana. Unajua wewe unanifuatilia sana mimi. Yaani unanifuatilia sana. Sana tu. Mimi sikufuatilii kama hivyo, lakini usizungumzie masuala ya simu. Mimi nichukue simu ya nini? Kwanza nani amemnyang'anya simu? Nani? Kuna mtu nimemwibia? Mimi ni mwizi au? Mimi sio mwizi. Hebu acha hizo basi, Okay, sawa. Haya. Niambie basi. Si nikwambia wewe. Naomba iwe mwanzo na mwisho kumfuata tena yule kijana, kumwambia kitu chochote kile. Sawa? Mimi nimemchagua yule. Awe chizi, awe kichaa, mimi ndo nimempenda yeye. Umempenda kivipi sasa? Embo acha masiara basi. Ufikiria yule sio mtu wa kuwa naye. Elewa basi, tambua. Embo elewa basi. Sikiliza basi. Sasa wewe mshikaji, navyokuwa na kumbe anielewi. Hiyo siwezi kumkosa huyu. Ngoja tutaoneshana tu. Baba, mimi naomba unisamehe kwa kile kitu kilichotokea. Mdogo wako ugumu wa maisha, ndio maana maufano vitu kama vile, na sio kama mimi napenda. Najua kwamba kuna meda mwenyewe unatafuta kwa ajili yangu. Watu wanakucheka kama hivyo, unabeba maroba hayo. Mimi najua kwamba mwenyewe upendi. Sema ndio utafanyaje tena, unataka mdogo wako aniele. Unajua? Ila nahitaji kujua kitu kimoja. Kwani yule mdada umemfanyaje? Subiri nikwambie mdogo wangu. Chuki katika maisha ni jambo ambalo mwanadamu anaamua kulitengeneza muda wote na saa yoyote. Kukuchukia kwa mwanadamu haina maana kwamba wewe una maisha mazuri au maisha mabaya. Wewe una kazi nzuri au kazi mbaya. Mwanadamu ni mtu mbaya sana. Mwanadamu ni kiumbe wa kuogopeka. Hana shida yoyote kusemea kutengenezea chuki. Ili mradi tu moyo wake ukiamua kukuchukia, basi weka chuki na jealous katika moyo wake na kuweza kutendea mambo ya ovyo. Labda nikwambie kitu mdogo wangu. Mimi ni mtu ambaye nachukiwa kila kona. Na nachukiwa na watu, baadhi ya watu wengine ambao hata siwafahamu na sijui nimewakosea nini. Ndio maana leo hii unakuja pale watu wanahitaji mpaka kuniua mimi. Sina yote bila wewe. Basi mimi ningekuwa tayari mfu. Lakini nashukuru muda ule wewe ulikuwepo pale. Labda kwa ufupi nikwambie kitu kimoja. Huyo mdada mimi hata kumfahamu simfahamu. Na wala sijui nimemkosea nini. Nashangaa tu nyewe mnafika pale na kutaka kuniua, lakini hakuna chochote nilichomkosea. Ni mdada fulani hivi. Mfupi, mweupe, na sio mnene sana wala sio mwembamba sana. Hapo saizi ya kati. Ila kaza moyo kaka. Mimi naamini one day yes. Ipo siku moja Mwenyezi Mungu atatuona. Na sisi tutakuwa tunaishi maisha mazuri, unajua?
Okay kaka, twende nyumbani. Ena nisaidie. Ngoja nikuulize kitu. Kwa nini umekuwa mwema sana kwangu? Na umekuwa mtu wa kunijali mara kwa mara? Kiukweli nafanya kila kitu kwa sababu ya upendo tu. Kiukweli nakupenda sana, na wala sijaanza leo wala jana kukupenda. Upendo upi unaozungumzia wewe? Unawezaje kunipenda mtu kama mimi? Mchafu, sina pesa. Yaani kiufupi mimi sistahili kupendwa. Hata kama ungekuwa taila, ungekuwa kichaa, katika hali yoyote na namna yoyote ile, ni moyo wangu ndio umekuchagua wewe. Nakupenda sana. Tifa, ngoja nikwambie kitu kimoja. Mimi ni mtu ambaye wa hali ya chini sana, na wala sikuwahi kuwaza kwamba siku moja nakuja nipendwe na mtu kama wewe. Na akilini mwangu sijawahi kufikiria kitu kama hicho. Sawa, wewe unawezaje kumwacha yule mtu wako ambaye yuko vizuri, anajitosheleza kwa kila kitu, afu wewe unakuja kuniambia unanipenda mtu kama mimi ambaye huwezi hata kuongozana na mimi tukiwa babalani? Inaonekana tu kwamba nakutia aibu. Ina maana uamini kama nakupenda? Unamwona yule binti pale? Ni binti ambaye namfuatilia sana na ninamwelewa sana, lakini kuna kitu nataka ufahamu. Mwanamke ambaye anakupenda inabidi umkubalie, kwa sababu anaanza kusababisha mimi nikampata yule binti. Kwa hiyo ninachokuomba rafiki yangu, kama hutojali basi mkubalie yule binti, alafu mimi nimpate yule binti. Nakwambia hivyo kwa sababu nampenda na yule binti anakupenda. Yaani fanya kwa ajili ya hisia zangu mimi, niokoe katika hilo. Sawa, naweza kwenda. Tulia, unaogopa usi? Ngoja ugopa kuja kutupa kazi bado ukamkili kaka yetu. Sasa sikiliza nikwambie kitu kimoja. Watabaka Ismail, watabaka Isha na wazajala ya dudu tufila. Mimi mwema, mimi sio mama hata kidogo. Sasa sikiliza, na kukatakata nyama naenda kuzila nyumbani mashakini na da. Ila nini unachokifanya hapa sasa? Ni upumbavu gani unaofanya hapa? Mara ngapi nakwambia kuhusu hilo swala mdogo wangu, lakini bado unielewe. Hivi unahisi wewe ukishalipiza kisasi ndio utakaa kwa amani? Au ni kitu gani ambacho kitachofungua maisha yako wewe ukifanya hicho kisasi? Mara nyingi nakwambia mdogo wangu, lakini bado unisikia. Naingia huku yanatokea huku. Sema nini una bahati?
Asante. Asante kwa kunisaidia. Vipi mdogo wangu kila kameja? Mbona sura hivyo kama unataka kuna kuimejikunja kama unataka kuipige pasi vipi hapo? Poa wewe Maskombiso, mimi sinaongea na wewe mdogo wangu, mwachukulia zao wewe. Da. Wewe acha tu mwanangu. Dakika za mwisho uje kuna watu wanafeli afu wanakunya wanazingua maisha ya binadamu. Si unakumbuka ile mchongo wa siku ile akatupa yule mchumba maisha ya binadamu tukamkilika mkubwa, si unakumbuka? Ya hiyo. Si unakumbuka maisha zeleo alofanya ule mchumba ule, mimi nikaenda kumletea noma maisha ya kweli. Eti kama mkubwa anakuja ananigombeza sasa maisha ya kibinadamu, anakunya jeshini anastua mastering. Ndio nini sasa mwanangu? Alozuia nani? Kama mkubwa anakuja kuzuia, anazuia vipi? Akadi mtu anataka kumkili maisha ya kibinadamu. Alozuia nani? Wewe mimi sina kuelekeza mboi kama mkubwa nao sita kunichanganya familia yangu tu. Unajua maana kama mkubwa? Huyo blaza. Yaani kikwambia neno lake sheria. Ukisikia mtu mzima dawa ndio hivyo, sio mtu mzima dawa aenda akachimbe dawa huko mapolini, unaelewa? Huyo blaza itikeli haipingwi. Sio, tunaelewana mdogo wangu? Afu misha kuelekeza habari hizo za kisela mavi ujue mdogo wangu, sio kukataza ujue. Sio kwamba usela sio kwenda kumtoboa mtu. Usela sio kwenda kumpiga mtu mijiwe. Usela sio kuiba. Usela atafuta hela, usela itikeli, ishi na watu vizuri. Hayo ndio maisha yanavyotakiwa kisela. Kivipi? Yani mimi sinasikiaga kwamba usela ile kuchinja kukinda kuponda, ni leo nampiga mtu ngeta mpaka anakunya maisha ya binadamu. Sasa unanipanga vipi? Oa wewe. Huo shoga sio usela wewe. Msela mpigi mtu. Msela mtowoi mtu wala muibii. Pambana maisha yako ndio usela. Kila siku nakuelekeza mdogo wangu. Kumbe ule aloimba kwamba usela sio kulewa, sio kulewa, usela sio mebanki, sio mebanki, usela sio mipombe, usela itikeli. Kwani wanamaanisha au vipi? Kumbe unaelewa. Na suni tu hapa naenda kusikilizia, kuna mchongo wangu unasikilizia na kupeleka mwenyewe shule mzobe hapa kwa heshima. Hamna bwana. Hapo maisha ya shule unafeli. Mimi sio nakuelekeza afu nataka nione siko na bishe uone kupige vijiwe konzi. Hapo utakuwa unakunya kama mkubwa anazingua kinoma. Maisha ya shule mimi sielewi maisha ya binadamu. Baridi ndio hivyo, mimi nakuelekeza usela uende hivyo. Usela tafuta hela kwanza. Sema baridi. Ujue afu kama kweli maisha ya binadamu unaweza kumfanyia leo mtu ubaya afu kesho ukakutana naye upo kwenye hali ngumu. Sasa vipi? Tunaweza tukapata hata msosi. Wewe ngoja kwanza, kama mtu nimempiga mchinji ule pale, nimempiga mchinji nimemuua. Siku mimi nimepata tatizo upo nini, nipo utuo kama hivyo, utuo afu ndo dhamana. Mimi sikufuati mwanangu, mimi nakimbiza kazi tu. Mimi taifa la kesho mdogo wangu. Tufike ushaanza kuutajia hapo. Maliza. Naomba unisamehe sana kwa kile kilichotokea. Najua nilikosea na pia kukustahili kufanyiwa vile. Lakini nimepiga hapa kwa lengo moja tu. Naomba unisamehe. Sikia nikwambie dadamu. Mbona uliamua kunifanyia mimi vibaya? Ingali hakuna kosa lolote ambalo nilikutendea. Lakini mimi sio binadamu ambaye anaweza nikamuhifadhia kinyongo binadamu wenzangu ambao wote tumeumbwa na mimi. Na wala mimi sina kinyongo na wewe. Labda cha kuliazia tu nikwambie kitu kimoja.
Usikende kumchukia mtu ambaye hajakukosea. Ile kuelewa na pia kupitia wewe, kuna kitu nimejifunza, kitu kikubwa sana katika maisha yangu. Naomba unisamehe sana. Sawa, mimi nimekusamehe. Ambasa. Kale umenisamehe? Nimekusamehe. Basi sana, kama umenisamehe ngoja nikupe na kidogo kwa ajili ya kwenda kupata chakula. Hapana, mimi wala sihitaji fedha yako. Wewe baki tu na pesa yako. Sasa kuna lingine hili hapa hili. Na kuonga maneno, pesa na shida nazo, haina kesi. Nipe mchezo wa kikubwa. Mie si wazi, nani umempa? Mtoto mlempo, kana sa... Oh, ulichula si ndo huyu hapa mashaki binadamu umefeli. Asa kama umefeli, wewe sio itikeri. Leo hapa tunakuzika afu nyama zako tunaenda kula maskani mashakwe. Ngoja nikuone. Wewe mdogo wangu kila vipi mbona mapepe mengi sishokukataza? Msogea kwanza hapa. Sogea. Sishokukataza usera wewe. Wewe mwenda kutoboa vile vile usinichukulie poa mdogo wangu. Sikufugi hapa. Vipi wewe? Hapa umeleta hela za vikoba au hela za mchezo? Hapana. Lengo nilokuja hapa ni kwa ajili ya kuomba msamaha. Najua niliwakosea sana. Na pia nilikukosea sana. Ila naomba tu nisamehe. Afu umesikia mchumba? Usimdharau mtu kwa hali yake alikuwa nao sasa hivi. Kwani Mungu hakuwahi kumpa takataka. Ipo siku moja mtu sio mtaka atanona na kutakata maisha ya binadamu, maisha ya kweli umefeli. Tulia dogo Kila. Mimi ndo naunguruma hapa. Unaitwa nani? Naitwa Gift. Zawadi au sio? Kwa maisha ya kweli msamaha unatakiwa usamehe mtu anapoomba. Vipi wewe mtu angekuwa kashakufa sasa hivi? Ungemwomba nani? Ungemwomba Mungu. Na ndio maana nipo hapa kwa lengo la kuomba msamaha. Wewe mchumba, wewe miguu na kwenda kumomba msamaha, mdomo uongei au? Maisha ya kweli unatuchukulia si kama makolo ile, si makolo wako ndio kufanya. Si masela kama masela. Wewe, tulia basi mdogo wangu. Sikiliza. Sikia. Mbona nisikia hapa kuja tena leo? Mara yako ngapi? Ifanye kama Zawadi anairudi tena. Jichenge. Wakambubwa sikia, hebu niache basi hata mkono hapo mwanangu, mimi ukate sasa. Wewe mimi na hasira ujue mchumba wewe mchumba umefeli afu umekunya dakika za. Mimi natoa kauli ya mwisho hapa. Wewe jichenge. Sasa kama nataka kumavia sigando umemba upo. Mchumba vipi? Bado upo. Wewe Kila. Bado upo. Disha skombisa. Sikiliza omboi, mimi nipo nyumbani. Hapo tuchukulia poa hapo, anaingia tu kama anda sokoni. Vipi watoto?